Huyu jamaa baada ya kutoka kazini, alipofika tu mlangoni kwake, alimwaga gololi chini na ili mradi mtu atakayekuja kwake basi asimpate kirahisi. Baada hapo akaweka bomu kwenye mlango wake, yani kila mtu atakayefungua tu mlango basi alipuke hapo hapo. Unaambiwa huyu jamaa tujui ni nani, ila inachoonekana kwamba huyu jamaa anafanya mission ya hatari sana, na hata nyuma ya kichwa chake basi kuna barcode ambayo ukiskani unajua jina lake. Anachukua bastola zake anaziweka kwenye friji. Baada hapo anaenda zake kuoga. Unaambiwa ni muda wote anajilinda, na baada hapo akiingia kwenye kompyuta yake anaangalia mission ambayo amepewa. Alipoangalia kwenye kompyuta yake akajikuta kwamba kuna mission amepewa. Huyu jamaa hajijui yeye ni nani, ila unaambiwa tangu utotoni alivyozaliwa alikuwa ametrainiwa au ameandaliwa kuja kuwa hitman, yani muuaji hatari sana. Sasa huyu jamaa akawa amekaa anaangalia mission zake za hatari. Kuna mission alipewa kwamba kuna kiongozi anatakiwa kammalize. Akaangalia kwa makini ile sura ya kiongozi akawa ameikalili. Manake kesho yake mission inayofuata manake anatakiwa muangamize huyo kiongozi. Jamaa kafika zake kwenye mission. Alipofika kwenye mission alikuwa amejipanga kisawasawa. Unaambia ule kiongozi anashuka tu kwenye gari lake. Pale jamaa alimdungunyua, yani pale jamaa alimsambaratisha kiongozi, na baada hapo jamaa akawa amemaliza mission yake. Akaweka pisto zake vizuri, baada hapo akaondoka zake moja kwa moja bila mtu kumjua. Akafika zake hadi airport ili kupanda ndege kurudi alipotoka. Unaambiwa message ikaingia kutoka kwenye simu yake kutoka kwenye chama chake kinachomtuma kazi. Akaambiwa please call the office, yani itafute ofisi, pigia ofisi. Alipoangalia kuhusu ofisi akaambiwa kuna mwanadada anatakiwa kamuue. Mwanadada mwenyewe, huyu mwanadada ambaye anatakiwa kuamuue, unaambiwa katika uso wake ana tattoo fulani vya dragon. Jamaa alipofika anataka kumuua mwanadada, unaambiwa tu jamaa mjui hata mdada, yani kufika tu katika eneo la tukio yule mdada yule ambaye anatakiwa amuue akamwambia, yani akampa ishara ya macho kwamba jamaa anatakiwa akimbia, hayuko sehemu salama. Unajua mahitman wanawasiliana katika macho, akiangaliana tu mtu anapewa taarifa. Kumbe huyu jamaa alikuwa ni target tayari, yani kuna hitman mwingine alikuwa ameshategwa pale juu ili ammalize huyu jamaa. Baada ya kujua mchezo wote jamaa alikimbia pale. Kumbe alikuwa ameandaliwa na mwenyewe kifo chake, na ule mdada ambaye aliambiwa muue alikuwa tu ni danganya toto, na alikuwa ameandaliwa afe yeye. Jamaa anataka ajue ukweli wote, akaambiwa ukiuhalisia umefeli kwenye mission. Mtu ambaye tulikutuma umuue umeshindwa kumuua. Unaona yuko hai hadi sasa hivi na bado anatoa speech. Kwa hiyo umefeli, kwa hiyo wewe unatakiwa ufe. Jamaa baada ya kujua hiyo aliumia sana, na unaambiwa hapo kumbe tayari alikuwa kashakiwa mtego. Yani kumbe unaambiwa hapo tayari kashaandaliwa watu waje kummaliza. Jamaa na kuangalia anashangaa simu unaita. Baada hapo simu alipopokea tu simu ikamwambia kimbia, tayari yuko kwenye target, na hii simu ilikuwa inatokea kwa yule mdada. Unaambiwa baada ya jamaa kupokea simu tu akajua mambo sio sawa kabisa, hapa ni pa kukimbia. Jamaa baada hapo kwa sababu kwenye mlango wake kashatega silaha zote, baada ya wanajeshi tu kwanza kukanyaga zile gololi, jamaa alikuwa kashajua ile kufungua mlango, alijua tu hapa patabutuka. Jamaa alikimbia moja kwa moja na kwenda kujirusha dirishani, na wale wanajeshi walipofungua tu pale